Katika kitabu cha Kutoka inasoma kitabu cha Kuva sura yake ya pili, sura ya 2, Exodus chapter 2 verse 16 to 21. Kutoka sura 2 mstari wa 16 hadi 21. Inaba y'uruzungu wano Engero sura 2 orunyerere 16 okutusa kwa 20. Okuva 2:16 mpaka 20. Ya Kiingereza nasema hivi, Exodus chapter 2 verse 16. Bwana asifiwe. Kama hivi asiwe. Mumepata wote? Mwana mwatuseyo. Kutoka sura ya pili, Okuva sura 2 mstari wa 16 unyiro wa 16 tutasoma hadi 21. tugenda kusoma unyiro mpaka 20. Na kama umepata sema amina. Wabanga batuse ugamba amina. Kama umepata sema amina. Wowe batuse ugamba amina. Biblia inasema hivi. Biblia igamba bwengi. Basi kuhani wa Midiani Now the prince of Midian alikuwa na binti 7. had 7 daughters, Nao wakaja wakateka maji, and they came and drew water, wakazijaza birika maji, and they filled the trough wapate kunywesha kundi la baba yao. Wachungaji wakaja wakafukuza, and the shepherds came and they drove lakini them away. Musa akasimama But Moses stood up akawasaidia, and helped them, akalinywesha kundi lao. watered their flock. Walipofika kwa Leueli baba yao, And when they came to Akasema, their father, he said, imekuwaje hata mkarejea mapema leo? how is it that you have come as soon as today? Wakasema, And they said, Mmisri mmoja alituokoa katika mikono ya wachungaji. an Egyptian delivered us out of the hand of the shepherd. Tena zaidi ya hayo, akakutekea maji, akalinywesha kundi. Bwana asifiwe. Drew water enough for us and watered the flock. Amen. Tusome mstari wa 18 wa 20. Yes. Orabi. Biblia inasema, Bible says, akawaambia binti zake, and he said unto his daughters, yupo wapi basi? where is he? Hapa ndo kuna shida. Yupo wapi basi? Where is he? Aliruta wa. Nani yule aliyewasaidia? Who is that one? What? Akawaambia binti zake, yuko wapi basi? Call him. Mbona mumemwacha mtu huyo? Where is that guy? Why have you left him? Mwiteni ale chakula. Call him that he may eat and Musa akawaradhi kukaa kwake mtu yule, naye akampa binti yake Sipora. Moses Amen. was content to dwell with the man, and he gave Moses to Zipporah his daughter. Makofi kwa Yesu zaidi. Bila Yesu endaro wezama. Tunakutukuza Roho Mtakatifu. Era tukurukuza bomo Tunakushukuru kwa sababu uko mahali hapa. tukubeba zama mutukufu. Asante kwa sababu ya neno la Tukubeba Kristo zote kigambo cha Kristo. ambalo limeshuka katikati yetu Bwana. Sema katika femu. Naomba kupitia neno hili, Saba kuita mkigambo. Roho Mtakatifu msaidizi tena mwalimu wetu, naomba ulitukuze jina la Kristo mahali hapa. Saba o kurumiza nyeri ya Mimi na mtafsiri wangu Bwana, Zenomu kunusi wake. sionekane chochote, Wale makula bikacho. bali heshima yetu ni kwamba utatujaa Wewe chitiwa na kutufunika ye boku tu ili hapo. tuseme yale umeyakusudia. E Bwana, Noyongera mufe byo. naomba ututakase kwa damu ya Yesu, Saba tulongo ili kusudi tunaposema matakatifu Ogele litukufu. nasi tusionekane na hatia yoyote, Nafi tatubera negi. bali utukufu wako ndio ukafunike mahali hapa, na kila mmoja akasikie kile umekusudia. Yomu au ile togele Katika jina la Yesu tumesema amen. Yesu Kristo amen. Bwana asifiwe. Kama Yesu Haleluya, haleluya. Namshukuru Mungu kuwepo hapa asubuhi ya leo. neba zakakondo kubera wano machakariro. Nimshukuru Mungu kuwa na mtumishi wa Mungu Apostle Didier. Neba zakatonda kwa nomweza katonda mutume Didier. Bwana asifiwe. Amina. Mimi namuita Apostle Nze muita Apostle kwa sababu ni Apostle. kubanga cyari. Kama kuna mtu mnapaswa kujivunia, Rero mutu bamwe no kwenyumirizamu. huyu baba amekuwa superstar. Ono mutaya kuse Superstar. Piga makofi kwa ajili yake.
ikiwa cha Mukama sifa, anahubiri injili ya kimataifa, ahubiri injili ya mawanga, na kila anapopenda ate watu seona hajawahi kusahau kutaja jina la mchungaji wake Apostle Caleb, wenduka era ngamba mbira mu kanisa, lakini pia na kanisa la Bethel End Time Gospel Ministry. kanisa Bethel End Time Gospel Ministry bajimani Bwana Yesu asifiwe. kama yeye asifiwe. Kwa hiyo ili kanisa mna superstar mkubwa. Kanisa mwinayo semunyenye erisuka, Mnaweza mkachukulia kawaida. mwizo tikwatage cha bulijjo. Kwa Kinyarwanda wanasema hivi, Mu Runyarwanda bagamba aliyevaa nguo nyeupe hajui kama inatakata. ayambadde olugoye olweru tamanya nti lutukuvu. Bwana asifiwe. Ayambadde Haleluya. Namshukuru Mungu kwa ajili yake. nebaza Katonda olwa, Namshukuru sana Mungu kwa sababu ya baba yetu nebaza Katonda olwa Apostle Caleb. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji mama, nebaza lwa musumba mke wake, mchara we, watumishi wanyenyekevu, abaweereza bagomvu betowaze, wanyenyekevu sana. Sijawahi kuona watumishi wanyenyekevu namna hii. sinafuna abaweereza betowaze. Sasa salimia jirani yako, mwambie Samulirano mugambe Mungu wa baba yetu Apostle Caleb, Katonda wa tata wa Apostle Caleb akuinue, akusitule ayainue maisha yako. asitule obulamu bwo. Haleluya. Haleluya. Lakini sikiliza, Neewuliriza, Mungu atakapokuinua Katonda bwana banga akusitudde usinisahau tonyerabira, na usimsahau Musa. tomwerabira Musa. Bwana asifiwe. Amina. Mukama yebazibwe. Natoka katika kanisa la Unity International Church. Gute mbirida mu kanisa lyemeramu Kwa wale wasionifahamu, ni Pastor Alex Bazira. abatategere mfitiwa Pastor Alex Bazira. Nina mke mmoja Ino mzuri mukyalo omu mulungi na watoto 4 wazuri, ate n'abaana bana abalungi, tena wavulana wa vijana ate bavubuka wahendisamu kama baba yao. era nga taata waabwe. Haleluya. Amina. Wazuri kama baba yao. Balungi nga kitaabwe. Piga makofi kwa ajili yao. Katonda Bwana asifiwe. kama yebazibwe. Nilikuwa nimewamisi Badde bamisinga basubwa Sister Esther Saloti kwa. tusaamu ekitiibwa Unakuchapia makofi tafadhali. Bwana asifiwe. Amina. Anafahamu kanisa. Ndio. Karibu tena. Siku nyingine tafadhali msindikize Apostle aje kuhubiri injili na kwaya muje tu. Lumu Apostle Caleb walida kueleza mu unity church mumuwerekere nga kwaya. Amen. Na wengine mwena msindikiza Muwerekere. Bwana asifiwe. Amina. Na wasalimu wote katika jina la Kristo. Twalamusiza mwenna mu linnya lya Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Katonda w'omugulaba w'omukisa. Na kanisa wanawasalimia Ne kanisa unity church bababuuzaako na wanafanya hivi. bagamba nti tubayise nammwe. Karibuni sana. Tubaniriza mu linnya lya Yesu. Bwana asifiwe sana. Kama yebazibwe nnyo. Ni neema kubwa kwamba tumefika mahali hapa leo. Kisa ekyamaanyi okutuuka mu kifo kino. Najua neno neema Omanye ekigambo ekisa usilichezee katika maisha yako. tokizanyiramu mu bulamu bwo. Unaweza kuwa una fedha Oyinza okuba golina sente lakini usiwe na neema. naye nga tolina kisa. Lakini ukiwa na fedha Bw'obeera n'ensimbi alafu Mungu akakujalia na neema, nakuwa n'ekisa, wewe ni mtu mkubwa obeera duniani. munene mukulu. Unaweza ukawa na cheo Oyinza okubeera nga olina lakini na ekitiibwa hauna neema. naye nga tolina ekisa. Unaweza ukawa una familia kubwa Oyinza okuba n'ekika lakini ekinene hauna naye neema. nga tolina kisa. Kwa hiyo neema ya Mungu Ekisa tulionayo kya Katonda kye tulina ni kitu tofauti sana. kya njawulo nnyo. Na kama umepata neema, Bw'oba ofunye ekisa, sikiliza, wuliriza. mtumishi wa Mungu alisema kutuambia, Ekiseera kimu muweza akatuambia Mungu
anakupa neema, Katonda kuwekisa neema inakupa watu, ekisa ne kikuwa abantu, watu wanakupa vitu. abantu ne bakuwa ebintu. Sema amen. Amina. Sasa mwambie jirani yako Kama muliranga kwamba nakutakia neema ya Bwana siku ya leo, kwagalisa ekisa kya na Katonda kila ulichokikosa kwenye maisha yako kyewafirwa ku bulamu bwo kwa sababu ya neema ya siku ya leo, olw'ekisa ky'olwaleero Mungu akupe kwa jina la Yesu. Mukama akikuwe mu linnya lya Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Nataka tuingie kwenye neno la Bwana. Njagala tuingire mu kigambo kya Katonda Na maandiko ambayo tunakwenda kutafakari leo nebyawantu byenjagala tufumitirizeko kwa leero kweli ni ujumbe ndani ya somo, bubaka mu kusoma na ni somo ndani ya ujumbe. ate esomo mu bubaka. Tofauti yake iko wapi? Enjawulo eri ludda wa? Kwamba somo tunaweza kusikiliza wote, Esomo fena tuyinza okusoma ne tusikiriza, lakini ujumbe naye obubaka anapokea yule ambaye Mungu amesema naye. obubaka bubeera bwoyo Katonda gwagala kwogera naye mu bantu si bwabona. Ndani ya somo Mu kusomesebwa kuna ujumbe, walimu obubaka, na ndani ya ujumbe ate mu bubaka kuna somo pia. walimu esomo. Nataka mtu mmoja awe makini, Njagala omuntu omu abeere mwegende, na Roho wa Mungu akisema na wewe, Mukama bw'ayogera naawe tafadhali usifanye moyo wako kuwa mgumu, era tokakanyaza mutima gwo, kwa sababu leo sitahubiri kawaida, leero sigenda bulira kya bulijjo. lakini nataka upate ujumbe ndani ya Njagala hili ofune somo. obubaka mu kusomesebwa kuno. Haleluya, Amiina. haleluya, Haleluya. haleluya. Somo ambalo tumelisoma, Esomo lye tusomye, Bwana asifiwe, amiina, ni katika kitabu cha Kutoka, ebadde mu kitabo ky'Okuva. na katika somo hili Ate mu kusoma kuno kuna maswali matatu ambayo tutakwenda kuyatafakari. waliwo ebibuuzo bya mulundi 3 byenjagala tufumitirizeeko. Swali la kwanza Ekibuuzo ekisooka, ni mtumishi wa Mungu kuhani ambaye anaitwa Lewi, waliwo omuweereza wa Katonda gwe bayita Kabona ayitibwa Lemuweli. na huyu kuhani alikuwa na mabinti zake 7. Ono Kabona yalina abawala 7. Katika Agano la Kale, Mu ndagaano enkadde utajiri wa watu wa zamani ilikuwa ni mifugo, era obugagga bw'abantu ab'edda yali nsawo, pamoja na kwamba walikuwa na utajiri mwingine, era balinayo obugagga obulala, lakini mifugo ilipewa kipaumbele. era obugagga bw'ebisolo. Na ulipozaa watoto, Bw'ozaala watoto wa kiume abaana balenzi, walishughulika na kuangalia mifugo ya wazazi wao, era be baalundanga ensita oba kama ilivyokuwa kwa Daudi, na wengine walitumwa na wazazi wao kwenda kuangalia mifugo. era ng'abantu nga Dawudi ng'abazaata balala. Na watoto wa siku ile walikuwa watiifu, walipaswa kufanya bila shida, Abaana b'omulembe ogwo baali bagonvu era nga bagondera bazazi. maana mtoto mzuri Bama omwana omulungi ni yule anatii wazazi kwa kila kitu, kondera bazadde mu ngeri yonna, bila malalamiko. awatali kuleekana n'okwemulugunya. Sio kama fulani niko nasema basi. Simanyi wala okwenjogera naye awo. Bwana atusaidie sana. Kama tuyambe nnyo. Sasa huyu kuhani, Kakati ono Kabona Biblia inasema kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, bakuba mu kisomo byo baba mu kisomo kwa sababu kwa nyakati za zamani mu biseera by'edda ulipopata watoto wa kike tu, kasita ofuna bawala abawala bokka, waliona kama vile ni bahati mbaya, kasita bazaalanga abawala kwa sababu isingekuwa neema ya Kristo, era watali kisa kya Kristo. mwanamke alikuwa si kitu kwa nyakati za Agano la Kale. Kanagane kade mukyala bali nga tebamubala mu bantu, Lakini hawa mabinti naye bano abawala 7 walisema hapana, bagamba nedda, pamoja na kwamba baba ametuzaa watoto 7 wa kike, taata tuzala nga tuli bawala 7, tunapaswa kusimama katika jukumu tulina okuyimirira mu ambalo watoto wa kiume walipaswa tulina kufanya, okukola obuvunanyizibwa bw'abaana b'obulenzi gye bali na wakasimama kwa ujasiri, ne bayimirira mu buvumu, wakafanya kazi ipasavyo, ne bakola omulimu nga bwe kigwana nga walichukua mifugo ya baba zao bakwata
ebisibo yote wakapeleka kwenye kuchunga, na walifanya hivyo vizuri sana. Barundanga bulungi ataga bawala. Kuwa mwanamke katokora mukyala haimaanishi kwamba huwezi kufanya kitu. Era kubera mukyala tekitegeeza nti unaweza ukafanya kazi nzuri, waweza kukola omulimu bulungi kiasi kwamba hata vijana wa kiume wanasema kama kazi dada yetu Esther anafanya hapa. Anasimama hapa muda wote, anatafsiri mhubiri wa kwanza, wa pili, mwongozi, na vijana wako pale wanajua Uganda, lakini hawana huo ujasiri. Bwana tusaidie sana. Wadada munaweza, wamama munaweza. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, amen, amen. Wakasimama vizuri, wakafanya kazi, lakini katika kufanya kazi kwao walipata changamoto kubwa. Kulikuwa na wachungaji ambao Biblia imewataja. Nataka ninapoendelea uwe na kamata vitu vilinganishe. Hawa wachungaji ambao Biblia imewataja hawakuwa watu wazuri, walikuwa wafananishe kama vile mapepo, walinganishe kama vile laana, walinganishe kama vile maadui, kwa sababu walikuwa ni maadui wa hawa. Biblia inasema hivi, walipokuwa wakichunga kundi la baba yao kwenye kuwapa majani hawakupata shida. Kwenye kuwapa majani hawakupata shida. Kwenye kuwapa maji niko wanapata changamoto. Bwana tusaidie sana. Biblia inasema Zaburi 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, nitapungukiwa na kitu. Kwenye majani mazuri hunipeleka, na kando ya maji ya utulivu huniongoza ili nipate kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kazi ya mchungaji mzuri ni kuwapa mifugo majani, lakini pia na kuwapa maji ili waweze kukata kiu. Walipokuwa wakienda kunywesha mifugo, kuna mahali pa kunyweshea palikuwa pametayarishwa vizuri. Wanaenda mapema, wanachota, wanajaza mifugo ambayo ilichungwa na wasichana 7. Hazikuwa kidogo, zilikuwa ni nyingi kabisa. Wanachota maji, wanachoka, wanachota. Baada ya kujaza ili walete mifugo iweze kuletera endiga, tulikuwa kujitokeza wachungaji wabaya. Biblia inasema waliwafukuza, wakawafukuza ili wasiweze kunywesha mifugo yao. Biblia inasema hivi, walipofika nyumbani ilikuwa ni siku isiyo ya kawaida. Katika maisha yako inawezekana umekutana na siku mbaya, lakini iko siku moja Mungu atasimama kwa ajili yako. Na siku ile Musa alisimama. Alikuwa ametoka Misri, amekimbia. Kumbuka neno moja, huyu baba Musa naye mulinganishe kwa mambo mawili. Moja, kamata Musa kama vile picha ya Yesu Kristo, na nitakupa sababu kwa nini Musa analinganishwa na Yesu.
balinganyiza Yesu. Jambo la kwanza, ekisoka naye alikataliwa kama vile Yesu. Naye yaganiwanga Yesu. Biblia inasema alikuja kwa yadda mubabe, lakini wake ababete bamwaniriza wakamsukuma. Era ne bamugana. Na Musa ndivyo alivyokuwa. Nene Musa watu bwe. Ukiangalia historia, golaba ebyakaliyo walikutana Waisraeli wawili wanapigana. Yasanga Waisraeli babiri nga bali akaenda kuamua. Na akala kumwambia kama wewe nani amekufanya muamuzi wetu? Anakufuta muramuzi wake. Haikuwa kwa ubaya. Shetani mububi. Lakini wakamsema unataka kutuua? Oyagala tuta. Kama ulivyomuua yule Misri. Ngawa watu walio Musa akasema Mungu wangu. Ananga Katonda wangu. Nimekwisha. Kumbe wangaye leo kumbe wa mama Petro alishasikia. Kumbe wale wabati ulite. Nimekwisha. Baina kuzita babisi. Kuna mtu katika kanisa akipata habari. Wale wa mtu mkanisa wafuna maulidi. Habari wafuna maulidi umekwisha. Obo weti maana atapata transport kupeleka hiyo habari basi. Mungu atusaidie sana. Kama kiange Musa akajua hapa nimekwisha. Wana Musa kama wano ndani akakimbia na duka Misri kuvayo. Alitaka kumwokoa ndugu yake. Yaragala kurokora uruganda lakini akakataa. Na gano akaondoka. Nagenda. Yesu naye vile vile. Yesu naye watu bali alikuja kwa yajja mubabe kwa ndugu zake muboruganda be wakamuka Abayahudi ne bakola etokubiri. Musa aliwakuta hao wadada kwenye kisima. Sema kwenye kisima. Bana basisa basanga kuruzi. Hata na Yesu pia alikutana na mwanamke wapi? Yesu yasisika na mchala kuruzi. Yohana sura ya 4 utapata hizo habari za Msamaria. Sura ojena kisanga baadaye. Era autoyakogera hapa niko naweka msingi. Wanataka kuraga introduction msore kutegera. Ilikuwa ni siku moja. Wali unakurumu. Hawa mabinti wakarudi mapema. Bana ba warane bakera. Na kwa nini walichelewa? Bafayo na buchari. Ni kwa sababu kulikuwa na wachungaji wabaya walikuwa wakiwachelewesha. Lwaki bachelewanga kutuka basizibwanga basumba babi. Sikiliza vizuri. Uliliza bulungi. Muda wa kuchota mifugo, wa kuchotea maji mifugo, okisota kusena amazi walichelewa. Barwao. Muda wa kuwanywesha mifugo ate mukunywesha walichelewa. Bakerewa. Hawa wachungaji wabaya bana basumba babi walitengeneza kitu wanaita system kwenye maisha yao mabinti. Bategeka kitu cha baita system. Walitengeneza kitu tunaita kwa Kiswahili mfumo. Nono kasitogere mugeni. Something common in community. Basifura common system rombo. Obaga system. Bwana tusaidie sana. Na hii system ama huu mfumo wa maisha ya hawa wadada kwamba wanaamka asubuhi mapema lakini wanarudi usiku. Watu wote waliwazoea hivi. Kumbe je, ilikuwa vizuri? Katirange mbuza chari kirungi echo kutoka mapema sana alfajiri alafu narudi usiku. Je, ilikuwa ni nzuri kwenye maisha yao? Kirungi yaba wala kama hapa mseme hapana nisikie. Bobaka kibi era kibitara. Sikiliza. Uliriza. Kuna mambo mabaya kwenye maisha yako. Waliwo ebintu bibi upaswi kuyazoea. Ngato bimanyira. Hawa dada walizoea haya maisha yao. Bana basisa bamanyira okujogebwa. Jamii yote ikazoea maisha yao. Chikatana ne kibimanyira. Waliumia moyoni lakini hawana la kufanya. Siwaka tebeta kola. Ndugu yangu, kuna maisha mabaya ambayo unayaishi na watu wamezoea. Na wao wamezoea. Leo nakutangazia kama mjumbe wa Bwana kwamba kuna haya maisha yatafikia kikomo leo. Sema leo naachana na maisha mabaya katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu sio kusudi la Mungu tuendelee kuishi maisha mabaya. Tunasema hivi, Mungu anatuwazia yaliyo mema. Kusudi la Mungu kukuleta duniani ili na wewe unatabasamu.
uwe na furaha, ule vizuri, uvae vizuri, ulale pazuri, uwe na furaha moyoni mwako. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni siku moja Mungu wa mbinguni akatazama mateso ya haya mabinti na namna ambavyo wameishi maisha ya kuonewa. Walionewa mpaka mwisho, mpaka Mungu akachukia, akamwita Musa. Kwa hiyo kusudi la Musa kukimbia misheni ya kwanza ilikuwa ni kuokoa hawa mabinti. Bwana asifiwe. Amina. Mungu wetu hawezi kuvumilia kuendelea kuona kilio chako, na zaidi sana wewe mwombaji, wewe Mkristo wa kanisa la Bethel. Sikiliza, umelia inatosha. Bwana asifiwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Mungu ambariki yule mama. Bwana asifiwe. Unajua kwa nini nimemwombea? Mimi peke yangu najua. Bwana asifiwe. Amina. Unajua unapofanya kazi ya Mungu, vera free, nafanya vitu vera dembe. Vera free. Kama ni kuimba imba ukiwa serious. Kama ni kucheza cheza ukiwa serious. Mtumikie Mungu kwa serious. Bwana asifiwe. Kama hivyo Mungu akubariki. Mungu alimfanya Musa kukimbia. Misheni ya kwanza akakuta haya mabinti mahali walikuwa wakifanyia kazi zao za kila siku katika maonevu makubwa, na walikuwa hawana kitu cha kufanya kwa sababu walikuwa hawana uwezo wa kujitetea. Lakini Ayubu akasema, mtetezi wangu yu hai, naye atasimama wakati wa shida yangu, hata nyamaza. Haleluya. Mtetezi wa wanyonge akasimama siku hiyo. Musa alikuwa amesimama mahali fulani, akaangalia kazi wadada wameifanya, akaangalia jinsi wanajitoa, akaangalia nguvu wanazozitumia, akaangalia mchezo wachungaji wale wapee wanaofanyia. Baadaye akasimama akasema, wewe enough is enough. Yatosha. Haleluya. Yatosha sasa. Mumewaonea hawa dada inatosha. Akasimama, akawachotea, akanywesha mifuko yao. Siku ile hao wadada, sema wale wadada wakarudi mapema kwa mara ya kwanza. Swali la kwanza likaja kwa baba yao mzazi, akawaonesha. Maana mzazi mzuri huwa anafuatilia maisha ya watoto wake. Siku zingine anaweza akajinyamazia, lakini usifikiri kwamba jicho lake na akili zake havikuwa. Bwana asifiwe. Mzazi mzuri anafuatilia mienendo ya watoto wake. Na ukimuuliza watoto wake kama na watoto zaidi ya mmoja, kwa siri anaweza kakueleza tabia za kila mtoto. Siri nyingine kubwa, mzazi anaweza akajua kesho ya kila mtoto. Sema amen. Sema amina. Sema amen. Sema amina. Sema amen. Sema amen. Kwani nikaje? Baba akawauliza, kwa nini leo mumerudi mapema? Unapoingia
theology. Hili neno leo Kino kigambo lero pia unaweza ukapata tafsiri yake. Wewe kufuna meaning yacho. Today ukienda Mwanzo sura ya kwanza, ukienda Mwanzo ya sura soma, inasema Mungu akasema akaumba kila kitu. Katona tonda uli. Alafu akaumba siku. Na tonda runaku. Akaita mchana. Runaku na runaita day. Bwana asifiwe. Day. Akaita nini? Mchana. Na runaita misana. Akaumba usiku. Na tonda chizro. Akaumba giza akasema huo ni usiku. Giza na chite chiro. Ni usiku. Darkness. Kwa maisha ya hao wadada walionekana katika giza tu. Walikuwa ni watoto wa kuhani, lakini jambo neno wanaita siku kwenye maisha yako haikuwa. Amen. Neno day halikuwa kwenye maisha yako. Maana yake mchana haukuwaga kwa kuvo misanate yaliyo. Walikuwa hawaonekanaji mbali katewara bikamisana. Na ukumbuke hawa ni mabibi. Atandika bano bawala ni wafie wadada. Na wote hawa hakuna hata mwenye ana mchumba. Tewali na boyfriend. Nani angeweza kuwaoa hawa wadada? Nani angeweza? Nani angeweza kuwaona usiku? Ani alibarabye chiro. Labda wachawi ndio wanaona usiku. Abarokole barabye chiro boka. Hiyo mikono ya hao wachungaji. Ebyali kubasumba bali ababi. Mikono ya hao wachungaji. Mikono ya abasumba. Waliwafanyia vitu vibaya kwenye maisha yao. Bakora bubinyo kuburamu bwao. Na katika vitu vibaya nitakavyosema, nitakueleza mambo kama 4 kugana vitu ngabina ambayo walisababisha kwenye maisha ya wadada. Byebaleta okuisibwa mu buramu bwabo. Wengine waliporudi mapema. Kuliwe batera kudeka. Baba leo akawauliza swali na babuza, imekuaje leo? Chicha leo tu mmeondoka. Namna ambavyo walirudi, wewe wateka, mimi na wewe sijui. Wewe nange sitatuma. Walirudi wakasema, batene bagamba, nimeuona mkono wa Bwana. Navyo mkono wa Bwana. Nimeuona navyo mkono wa Bwana. Haleluya. Mkono wa Bwana. Batenda bagabe. Walimba wakiimba. Yabayimba. Webale Yesu. Webale Yesu. Webale Yesu. Webale Katonda. Baba yao akashtuka. Asante Yesu. Leo wamerudi mapema. Leo bakendo kuja. Nasikia. Chichi no. Kitu gani kimetokea? Chicha chabadeo kubanga bakashangaa. Tato wene yewunya. Kuangalia mifuko bagana kulabanga imeshiba. Ndigaga zakuse zake akawarabe. Kwa mara ya kwanza omundo gusoka akawaona mchana. Nabalaba misana. Haleluya. Amina. Akawaona nababuza imekuwa chichi chabadeo nao kwa furaha. Olwe nabo kuresa. Acha nikwambie, kakubulire umefunikwa na giza usilolijua. Walibamba ovinki dweki vita tota. Ukiona unakataliwa, buraba ngo chayibwa. Tena ukiangalia sababu za kukataliwa bila sababu yoyote. Bora watanga bakuchaye na tawali tali. Kuna mikono mibaya. Wale nawe mikono mibi. Kuna wachungaji wabaya. Wale wabasumba babia wamefunika maisha yako. Ababi kabura Mungu. Unashangaa uko kwenye business. Wewe unangole mu business. Visirani vyote. Visirani vyonna. Wakesi si wote utafikiri wewe ndio wanaona. Wakesi si woka. Usanga wanakwata zinakuwa ni shida. Ebizu bifuka ebizibu. Uroza twende nikwambie mama. Unza kwa watu musango eri government. Amen. 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 Mungu tunanipata vizuri. Mungu bila bulungi. Kisha waambia sitakuwa mhubiri kama wale. Na kama sitakubera bubuli za bulijwa. Ndani ya somo kuna ujumbe. Mu kusomese walimo bubaka. Na heri asikia. Wabukiso ya ulira. Bwana sifiwe. Amina. Chunga sana usisinzie. Era bera bulidara kwa kuna watu watakuwa kama Eutiko. Wala bataberanga Utiko. Utuko. Unajua Utiko alifanya nini? Umanye Utuko cha kora. Wakati Paulo anahubiri Injili. Paulo kahubiri Injili. Alishazoea kuwa naenda. Yeye amanyiro kubo tulo. Utuko ala manyo kubo tulo mkidago. Kutokea apostles wanajua. Alianguka chini. Ni afa wagulu. Na afa. Na sibulensi.
Mwambie jirani yako angalia na usingizi wako usiku. Oturoto tetukutwara mukwera biro kusa. Bwana asifiwe. Usingizi ni mzuri. Oturoto turungi lakini sio kanisani. Tetubera turungi mu kanisa. Ukitaka kulala kanisani, ubagara ko bakamukanisa, afadhali simama nenda nyumbani. Olwatiri imiriro teta hapa si mahali pa kulala. Wanasuwa kukuba oturoga okiga kubakiburira. Amen. Ubere konyo amazi ngako. Amen. Amina. Haleluya. Amina. Hao wachungaji wabaya, abasumba bana ababi, walitengeneza mfumo wa kitu kibaya kwenye maisha yao. Bakora system oba ngekibina to ekibi okurumya abantu. Jambo la kwanza ekisoka, hii system ya waliotengeneza kwa wadada, kino kibina kyebakolera abana abasista iliwafanya kuwa ni watumwa, kyabafula batu. Unaenda wapesa. Amen. Usiende mbali mama. Togenda wala. Bwana asifiwe. Kama hivi asifiwe. Haleluya. Amina. Ilitengenezea maisha wa dada kuwa ni watumwa. Kino kyebakora kyafula abana abasista okubera batu. Tena wakawa watumwa kwa kazi zao wenyewe. Babera batu ku mirimu gyawe gyennyini, kwa mikono yao wenyewe, na mikono gyawe gyennyini. Maisha yao yote yakawa ni watumwa. Bali batu. Mtumwa ni mtu wa aina gani? Omuntu abera muntu ni mtu ambaye hana uhuru wa binafsi. Omuntu abera katana dembe, hawezi kujiamulia, haiza kwesaliraho, hawezi kufikiria vizuri, anaonekana kutumia nguvu, lakini matokeo ya kazi zake nakuwa ni sufuri. Huo ni utumwa. Watoto wa Israeli, abana ba Israeli walijenga manyumba makubwa, bazimba mayumba manene katika nchi ya mafarao, munsi ya Farao. Lakini Biblia inasema wao hawakulala kwenye hayo manyumba, wote basanga manyumba, walikuwa wanalala Gosheni, kwenye mabasi, Gosheni, kwenye mahema, motezi, Gosheni mu matezi. Hawakulala kwenye manyumba mazuri waliojenga. Wote besuranga mayumba marungi. Mtumwa Omutu ni mtu anafanya kazi kwa nguvu zake zote, alafu wengine wanafaidi. Abalala ne bafuna musalari ne bajiwa bali. Unalima kwa nguvu zako zote, nolima n'amanyigo gonna, alafu wakuvuna ni mwingine. Bosi wo nasiga katenga gwe bawasala. Mungu ambariki. Boza mukama mwo mukisana. Alituhubiri neno nzuri kwa habari ya kupanda mbegu. Tikwatagana n'okusige. Wewe unapanda mbegu, gosige nsigo, anavuna mwingine. Omulana kungula, abatasiga nsigo ne bakungula. Alafu unaona ni kawaida. Nokirabanga kya bulijjo. Unapata kapesa, ofuna kasente, kanapita nekakuita mu ngalo. Unaona ni kawaida. Nolabanga kya bulijjo. Maana maisha hawa dada, obulamu bw'abasista bano, watu waliona ni kawaida. Bantu bakirabanga kya bulijjo, wakachukulia kawaida. Batekwataga kya bulijjo. Kuna vitu vingine upasi kuchukulia kikawaida, maana kuna vitu unapaswa ukatae kujawa katika jina la Yesu Kristo. Ulimwigana. Amen. Wewe umechumbia msichana wakati okwanyo omuwala, okwanyo omuwala, umetia pesa, umempeleka saluni, umetoa mali kwao, umefanya kila kitu. Mwingine anakuja siku moja tu anachukua, alafu na wewe unasema mimi ni muombaji. Hivi haikuwa mapenzi ya Mungu? Ukiwa kiroho sana utaonewa sana. Kuna wakati inabidi haki yako uipambanie. Amen. Ukitaka kujua Pastor Karebu, wewe gusa mkono wake wa kushoto, kwata kumkono kwako nao atakwambia baba, uchungaji ni kitu kingine, lakini kugusa haki yangu tutapambana. Haleluya. Wewe sasa unajuaje kama kusudi la Mungu sio yule dada ambaye wamemchukua? Abade mukoza pakatona tabatole kwe bakulideko ne bamukutwala bomutade musente ali kwa balala. Amen.
Amina. Muwe wajanja kwanza. Mubele bagezi. Sio mtu anakuja tu anachukua business yako anabeba na sema mtu kumala kaja atware business hiyo kama kusamee tu. Mukama musonyi wetu. Mungu akusamee tu. Kana katura kusonyi wewe. Wewe kakati kwe. Halo. Mnanisikia? Mupulinde. Kuna wakati unapaswa usimame upande. Zetaga imiriro oruwane. Hao wadada wana basista waliwafanya kuwa ni watumwa. Baba fura badu kwa sababu walikuwa hawana nguvu za kupambana. Bali na amanya gekisajja agarwani sabale. Bwana asifiwe. Mahali ambapo hauna nguvu, awota ina amanya. Inua mikono kwa Bwana atakutetea. Oyi musemi kono erikatola likuorereza atakulwanira. Kuna watu wali abantu wamekuwa watumwa pia wa shida. Bafuka badu atenga babizibu. Ngebizibu kufudo shida ebizibu. Wengine wamejinunulia magonjwa. Abane bekulira oburwadde. Wanarangura kabisa, wanaweka sawa msoko. Wote ni wao kusheka msoko. Maana yeye akifika tu akisikia tu anasema hii ni magonjwa yangu. Mimi nagonjwa tu. Manadawa hiki kitu ndio changu. Ndio changu. Sasa leo katika jina la Yesu aliye hai. Yesu Kristo mlamu. Kila kilichokushikilia kikakufanya mtumwa na si kizuri. Ataka si kiruhu. Leo tuachie katika jina la Yesu. Kuna watu wengine wamekuwa watumwa wa dhambi. Bafuka batu bekibi. Dhambi imekufanya kuwa mtumwa. Ekibi na kikwezingira pale tufulo mutu. Midomo imebusu wadada wengi. Leo elimwa ikubye bakutaka bana. Kama wewe ni mlevi, umeshakuwa mlevi wa mate ya wasichana tofauti. Wewe wafuko mutamivu. Naenda wafuko hivyo waruga. Na huo ni utumwa. Ate na babu tu. Mikono na papasa tubinti wa watu. Ndio sanga mkubuka wabata wabora wabantu. Utafikiri hiyo mikono iko msoko la kitupu. Uko unatafuta maavoka. Maavoka unaminyaminya. Mbona ngonyiganyika. Umekuwa mtumwa. Obera mtu onokusumulula lero. Na Biblia inasema Bible egamba mshahara wa dhambi ni nini? Etere kilicho kufa. Wanji kwekufa. Etere kwekufa. Kuwa mtumwa wa dhambi. Obera mtu wekibi. Mwisho utakufa. Finally you will die. Spiritual and physical. Mnanisikia? Mupite obera mtu utakufa. Finalema utakufa. Kuna mtu mmoja wewe mtomu yuko na kazi nzuri hapa mtaa. Anaye mlimo mulimu murutu pale asubuhi wakati naenda mshughuli zake. Ahita wali kumatanga ageza kumilimu. Mahali anatumika wakorera ni ofisi nzuri. Office nuni ya kimataifa. Era ya international. Anakuja na gari nzuri, ajane motoke nuni, anaingiza ndani mwa ofisi, naingiza mwa ofisi, alafu anatoka nje ya geti. Fuluma obero anakuja nje ya geti. Na gani maboko geti? Anavuta sigara. Nanya sigara. Babusi. Ndio kana ya sigara. Na kwa mko kunebire. Huo ni utu. Tebaita utu. Obera mtu wa sigara. Ni musomi. Mundoza. Ni musomi. Musomi yasoma. Ana pesa, ana kusema, ana gari nzuri, ana motoka nunji, lakini kamoshi sigara yoka kimemfanya kuwa mpumbavu. Emufurunya mu office na gende wewe nafuwa muko agamanyike go. Alo beto yagara. Alo mnaanza kunichukia sasa kuitawa ndio ujumbe hii. Wengine wamekuwa watumwa wa dhambi. Abayokusa batu asipofanya kitu fulani wabatakoze kitu wewe naanguka. Lero ngudde maana naanguka kwa nani Mungu wangu. Makatona wangeka yeye hapendi yagara anaanguka leo kesho tena. David anakwenda kumulima na kumbe kupata karibu niombe. Baada ya siku kadhaa tena anaanguka. Unapetono nagwa. Sikiliza nikwambie. Betimwezingira ko sio wewe. Sio wewe. Kuna mikono ya wachungaji wabaya. Waliwe mikono ya basumba imekufanya kuwa mtumwa wa kitendo. Mtumwa. Maana hiyo dhambi iliyokufanya mtumwa
Ekile kikufuta omuntu na ndiyo imekuchelewesha jangwani. Ekikuluwisa mudungu n'otayingira Kanani. Baraka zako zilikuwa karibu sana, emikisa gyo gyali kumpi, lakini kila unapoanguka naye buli bw'ogwa zinasogezwa kilomita 10. Mu kilomita 10 zikuba advance. Manabii wanatabiri, abanabii balagula, unabii hautimiliki. obunabii tebutatuukirira. Shida sio wanabii, obuzibu si banabii, sio Mungu hakusema. Katonda teyayogera bw'ati. Ile dhambi wabula ekyo kikwawula ne Katonda. Shetani amesema, Shetani agamba, huyu nikimkamatia hapa, ono bwe mukwatira wano hakuna chake kitakachotimilika. Kanani tajajingira basigala mu Sasa sikiliza, katuliriza, kuna vitu napaswa ukatae nayo. waliwo by'olina okugaana leero. Ukiona Kanani yako haiko karibu, olaba Kanani teri kumpi, useme Alex ni muongo. Lero gambe Alex, Na wewe mwenyewe unajua, nawe ukimanyi, wewe mwenyewe ni shahidi wa moyo nawe wako. kenyini oli mujulizi w'omutima gwo. Bwana tusaidie sana. Mukama tuyambe nnyo. Siku naanguka mwa ile dhambi, Ogwa mu kibi kibi, matatizo yanajiongeza maradufu. ebizibu byeyongera birungi. Mnanielewa? Muntegedde, Mnanielewa? muntegedde. Amen. 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 Wengine wamekuwa watumwa Abalala bafuuka baddu, wa magonjwa. abo bafuuka baddu b'obulwadde. Mama mchungaji, tafadhali niazime kamera. Tafadhali. Samahani sana. Sitakuibia, mikono yangu imeokoka. Amen. Amina. Mnaona pochi ya mchungaji? Mulaba esakame oba Ni nzuri sio nzuri? nungi oba si nungi? Nzuri. Matinga ne Na Mungu ampe zingine. leka Katonda mwongere ebirala. Seme amen. Sema amina. Seme amen. Sema amina, kiwerewe kityo. Lakini hii sio kama hiyo ninaweza kusema. Na mwingine ni mama na pochi nzuri ya mamilioni ya Waliwo pesa. omulala beera nga erimu kunsi. Lakini hiyo pochi imekuwa ni famasi. Naye ate ng'ejjudde ne famasi. Ejjudde empeke. Sio pochi la kawaida, ni famasi. Wabula nga famasi ng'erimu empeke, ejjudde empeke. Ni duka la dawa baridi. Edduuka lya ddagala elinyogoga. Maana utakuta dawa za kila aina ziko. Anayo empeke za buli bulwadde bw'enjawulo. Na kwa nini nasema magonjwa yanaweza yakakufanya kuwa mtu? Lwaki ngamba obulwadde buyinza okufuula omuntu. Anakumbuka saa, ajjukira essaawa na dakika n'eddakiika za kumeza hizo dawa. za kumira eddagala. Maana akikosea tu, era bw'ayonoona bosi yuko pale, boosi obulwadde anapiga kofi. bukoona kwe. Mtumwa Omuntu hatumiki kazi kwa kutaka kwake, takola obulimu lwakwagala. anatumika na kiboko yuko pale. Kiboko ye mukozesa omulimu era akikola kifuba ddembe. Ile mafera ile mamishereki ile Ebyo kati omuddu na yeye asipotumia dawa kwa wakati ule ambao unahitaji, watakaza eddagala nga bwe kigwana kiboko na awula kiboko pa ndio utaona na eddagala nini kimetokea, amesahau dawa. Yerabidde obudde okunywera kw'eddagala. Yuko Jehova Rafa Waliwo Katonda omuwonyi ambaye amekuja kutukomboa ave kutuwonyi na kutuondoa katika magonjwa yote. kitabu obutumwa Bwana anasema hivi, obuddu bw'obulwadde. Bwana akiweka huru, Katonda bakuweera okukula wadde. Bwana akikuweka huru, Kama bakukula w'eddembe. Bwana akikuweka huru, Omwana bakukula w'eddembe. Bwana wanaokufura wetembe, utakuwa huru pale pale, mbali na magonjwa, mbali na mateso, mbali na utumwa, mbali na kila hali yote iliyokandamiza maisha yako katika ebengo lifuna okuva mu bikibi mu bulwadde mu mbeera yonna ebadde kunyiga kasa kufuula ow'eddembe Mukama obeera waddembe mu byonna. Bwana asifiwe. Mukama yebazibwe. Jambo la pili, Ekyokubiri, hii system ekino ng'ekibiina iliwachelewesha hawa wadada, kyabaluisa basista bano iliwafanya wao kuwa ni wakachelewa. era baafuuka bakuchelewa. Kuna watu ambao Waliwo abantu chelewa tu mpaka kwa kila kitu. bakerewa ku buli kintu. Kwaya yeye ndo kachelewa, Kwaya yakerewa, yaani hata mpaka kwenye baraka yeye ndo kachelewa, n'omukisa akerewa. sio wewe. Siye gwe. Maana unajitahidi, hata ukiangalia nyumbani wewe ndo unaamka mapema, Oluse gwakeera, lakini nani achelewa kanisani? Ni wewe. anakerewa ye gwe. Unaweza ukashangaa unatafuta kiatu
umelilaza pale, kimoja tu kimeingia kule, unatafuta nono rugato kiatu nono rugato. Sio wewe, ni nguvu za dini. Wale wa mali ngetifikiza agakuziyiza maana hiyo roho ya kuchelewa ogomwe kuchelewa. Kuna vitu vitamu hutapata kwenye maisha yako. Waliwo ebizibu byofuna mulamu, wale bintu birungi byofirwa. Kuna vitu vitamu ambavyo utapoteza. Sikiliza nikwambie, kakubulire, unaweza ukaoa kwa kuchelewa, oyinza kulwao au ukaolewa kwa kuchelewa. Oba nofumbirwa. Kuna vitu vinasumbua tu maisha kwenye ndoa. Wengine kubonyabonyabo bagatote. Ndio nasema babigambecha, ufurahie mke wa ujana wako, usanyikiro mu wachara wo mukubukabo. Sasa wewe unaenda kuoa kwenye karata ugena kuwapa myaka ana, unaenda kumtesa mtoto wa watu, kakato ugena kuonya mwana wako, utafurahia togena musanyusa uja kweta kitagara ya senga. Nimesema kitu hapo, hiyo ni point. Bwana asifiwe. Kama ebazi. Bwana asifiwe. Kama ebazi. Bwana asifiwe. Mukama. Roho ya kuchelewa omoyo wa kuchelewa ambayo ilitengenezwa kwa wadada, wateke wakowa, ilileta matatizo makubwa sana. Wale tebizimu kwamba nani angeweza kuwaona, nani alibarabie, nani angeweza kuwahudumia, nani alibawereza, nani angeweza kuwachumbia, nani alibasoboda na wakati wao wanani watu wa kuchelewa sana. Babanga bachelewa ku mirimo. Unajua omanyi hiyo roho ikikufa ogomwewe kukwambara, unashangaa wewe umeitwa ofisini, bakuita mu office, wanatafuta jina lako alipatikanaje, banonye linya lyo nerigana kulali, kompyuta inapoteza jina lako, kompyuta linya lyo neberange litaliraba, dossier wanatafuta fayiro de bajinonya dossier, vikaratasi unavyo, empapura gozirina dati unayo, mu system muori na kila kitu unacho kabisa, wanatafuta kompyuta, system ilishafuta system ngayarinya nesangura linya lyo atende walikoni. Wewe unarudi nyumbani, mbona mimi hata kuomba huombi, urusi tosana, unachukulia kawaida. Wewe kwata ngeli ya bulijo. Hivi Mungu hakutaka tulewa. Tunataka katerero kunyamba. Wewe ndio hautaki kwenda Ulaya. Kwata ngenda kwa kwata kwenda Ulaya. Fanya. Unabudi. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja. Tulipena. Mnanielewa? Mutagera. Hii roho ya kuchelewesha maisha yao. Ogo moyo kwani nakulisa bora kwa mbaya sana. Wale moyo mubinyo. Ilikuwa mbaya sana. Wale mubinyo. Jambo la tatu. Etopisa walinyimwa haki yao. Banyagibwa edembe lyabwe. Haki yao. Edembe lyabwe. Haki ni nini? Edembe kile kilichokuwa kinawastahili, your right, what you deserve, walikinyang'anywa. Kumbuka wamechota, wamefanya kazi, wakoze mulimu, pengine kwenye yale maji wameweka na kachumvi, lakini watu wabaya wakaja wakafanya ababindi baba jama muveo tusene. Wewe unafikiri ni sawa? Oroza kwa hicho kirungi alo okuturugunyizibwa mwimbaji unafikiri ni sawa? Ile mwimbaji oyo muyindoni unafikiri ni sawa hiyo? Oroza kirungi nimesemaje? Kitengambi unaona okiraba, unaona okirabye. Mnafikia wachungaji wako mbali, oroza basumba babi na huko wanaweza kuwa naona waweza kuera mtu anakaa kanisani tu hayupo kanisa kataliwo. Wachungaji wabaya walishakufunika, wanachukua wasumba wakuziba maso nobera kataliwo na matuka tega. Tunasema barikiwa kati leo wa mukisa. Nashangaa mtu mwingine anasema amen. Tubarikiwe kwa sababu gani? Hayupo ngo nataliwo. Biblia inasema hivi, Biblia kama wewe linda mkuu wako, kumbe kigerecho uingiapo nyumbani, uingie mkuu kama chunga akili zako. Koma magazi go. Biblia inaposema mkuu, Biblia weyogera haimaanishi lishando yegeza kana mazibide bigerega. Kwa kiunde tunaita adishando. Kuna muunde hapa adishando. Hivi lishando hivi sio miguu. Manake jitunze wewe mwenyewe. Kati wewe kume bweke nyinyi. Amen. Mubuli zisura tane. Mnanisikia? Mupulide. Haleluya. Haleluya. Walinyang'anywa haki, banyagibwe dembe,
yawe. Tuko na mama mmoja Kine mcharo dosia yake ilitoka, wewe yeye yafuruma ikatoka nefurumira dana na kauza na kila kitu na vingine kagawa. Nabera nebyagula ebira nabitunda Nabingawa watakuja kuwachukua waende kwa hoteli waende. Bagenda batwala ku hoteli. Imepita miaka 4 sasa. Wese kwa miaka ina ngabalinze kubatwala ku hoteli. Bado wanasubiri. Batasubira hoteli. Wakaenda kuuliza. Nibagenda nibabuuza. Wakaambiwa, nibagamba nyinyi tunajua mlishafika Canada. Mtuma yite mwatu Canada kwenda kuangalia. Bagenda kusanga iko familia nyingine ilienda kwa jina. Wali familia ndara yagenda mu manyaka buli. Batikula. Baba nyange yawe. Wasiganga balize Canada kumbe wao kuwapa ushuhuda. Nagara ba wao bujulizi. Mtashangaa kitu kikubwa sana. Wemba wao bujulizi baba wa hiyo familia. Sasa huyo familia. Mapepo ya kwao. Nyoje chikachewa. Yakaja akamchanja mahali fulani. Nejimu sana. Akachukulia kawa yasema sasa hivi nimeamka hivi nimechanjwa hivi asubuhi. Hivi kweli itakuwa namna gani? Sikiliza nikupe ushuhuda. Yuko mchungaji mmoja. Bora msumba umu. Alipiwa uchungaji wake. Yapi wa msumba mwe. Kupitia ndoto. Okuita mwanadamu. Vita vingine ukipata kwenye ndoto. Usiwe mtu wa kupenda mikate na kabugali ka asubuhi. Tobera mtu wa kwangala emigati na ugali ya asubuhi. Kuna ndoto zingine ukizipata. Waliwe virote viradofuna. Na kwenda kazini simamisha. Kimbia kwenye mlima kwenye magoti. Olinyo rusozi osireko. Mara ya kwanza olwasoka akaona kwenye analala ni mchungaji mkubwa, mhubiri mkubwa, msumba muhubiri wa maana, lakini mapepo yamemtafuta kumuiba uchungaji wake. Baba walishamvutia. Sikiliza, walishamvutia pale. Abasumba babi ebizimu ejo janika ejarumba. Akaona mkono umetokeza kwenye dirisha. Nakuyise kudirisha. Ukachukua ile kanzi ile vazi la wachungaji. Alikuwa mchungaji kwenye dini fulani. Hiyo ni hatisi nawaambia kweli. Ayo si mawulire ago sidangana. Nyingine akaona ni kawaida. Yeye nabira bangabya. Nenda kuangalia ile nguo ipo asubuhi. Alafu ngoye sana. Mutoro tobaru ilikuwa ni mapepo. Ni ndoto. Kwa muturo. Hakuomba wala hakufanya kitu. Ikapita miezi 4. Ule mkono tena ukaja ule mkono mubiro ukachukua kola. Negutwara kola pastorali. Ya pastor akaona nikaenda kuangalia kwenye inakuacha naona bado iko pale. Na kama mtunara ati kumbe kwenye ndoto walishafanya nini? Kumbe mshiroto wabura bombo bamaze tatiniba. Mnanisikia? Bisiyeza kwa bazo umubiri. Ikapita mwaka na nusu. Laita kwa mwaka. Naona matukio la kwanza wezi kulikumbuka kutokana na kile muda unaokwenda. Sinzira ku muda uliza utabijukira mangu. Sikiliza. Uliriza. Shetani huwa anacheza na muda tu. Shetani yeye azanyira mu budde, azanya na budde. Amen. Amen. Mnanisikia? Mwakulira. Mwaka na nusu. Mwaka na kitundu. Kwenye anati yake anaweka Biblia yake. Wateka Bible. Mkono ule mkono. Ule mkono kwenye ukaja chini. Neguja ukazomu Biblia. Kutwara Bible. Sasa kwenye ndoto akaamuka. Uruba mnywa na usema na Biblia inaenda. Haiwezekani. Ni mhubiri. Akakimbia kukamata ule mkono. Kwenda kuchungulia nje dirishani. Huko wachawi wako uchi. Wale wabaroga bali wewe. Tumemaliza. Mchungaji wake tumemaliza. Obusumba betubumaze. Akasema Mungu wangu ni. Ndoto ikaanza kumkumbusha. Kati ekiroto kitariko mwijukiza. Basi nishachoka barutwara. Kola ishachoka bagitwara. Biblia Bible bagituta barutwara. Yote wanavyo nje yuko naona kwenye ndoto. Kati mkiroto ngazira. Sikiliza kilichotokea. Katule chavira bwana. Nisikilize, sijue kwa nini nawaambia hivi bwana. Haikuwa kwenye mpango na mahubiri yao. Je, byabade tegeka yine ujumbe. Sasa kakati alikuwa ni mhubiri mfupi. Yari muburizo wa amani. Akafika mahali anahubiri. Yatuka mukisera kulikuwa wadada makahaba. Wali wabasista aliwahubiri sana lakini hawakutaka kubadilika. Ya babu yalibaka na kutuka wana siku hiyo wakafanya shauri, walikuwa ni wadada 4. Bali wasista banane basema mchungaji leo kandi musumba lero tumeguswa. Lero tukwate wako. Tumekuja kubadilika kuokoka.
tuze kucyuka turokokeredara. Sio kila anayekuja kanisani kama mtumishi alivyosema ameokoka. Jamu kanisa ndi akilizorokoka. Amen. Amen. Unasikia nyi wadada? Muraba basista. Mnasikia? Mubiraba. Mwameumpa. Murabyumva neza. Mubihurire. Mukama yewazi. Amina. Haleluya. Amina. Nini kilichotokea? Wale wadada wakajifanya kama wameokoka. Bali basista leo furanga baba naye akasema haleluya haleluya. Kumsumana ngamba kondoo mmoja amepokea Bwana. Haleluya. Akawaongoza sala toba. Akawaombea. Kama mtumishi wa Mungu anafurahia kondoo zimeokoka. Akasema kweli Mungu asifiwe sana. Wale wadada wakafanya sambla. Jihadhari sana na watu wanaofanya sambla. Wajua ni ngumu. Bwana atusaidie sana. Wakasema sasa mchungaji, sasa sisi ni watoto wako. Ruhusu leo kampeleka mahali wakafanya sherehe. Kinywaji wameandalia mchungaji, wakaweka madawa ya kulevya. Wakaweka kwenye kinywaji. Mchungaji akasema watoto wangu leo ni furaha. Inawezekana na sadaka walileta. Kagonga ya kwanza. Kaanza kusikia akili zinachemka. Ukilewa ndivyo kiu inaendelea kuongezeka. Weka hapa. Weka hapa. Mchungaji akaanza kuona wale wadada kama mke wake. Dada nao wakaanza kumsogelea. Wakaanza kumsogelea. Wakajiserviri. Nebegabira service. Nebesapinga karoti webati mukorera bawarabe. Unajua ni nini kilitokea? Wale wadada bali basista kasema tulikutafuta sana tukakukosa. Wao hawana cha kupoteza kwa sababu ni makahaba. Kamata maserfi wako na mchungaji. Bako hata maserfi ngatari mu mutamivu mujihadhari na haya maserfi. Tena nawaonya kwa jina la Yesu. Watu mnaenda kumaombi kumulima mko maserfi, tumuoneshe watu wa Ulaya mko kumaombi. Unataka watu wa Ulaya ndio wakuone au Mungu akuone? Sikiliza. Mungu asipokukumbuka katonda watakujukira hakuna hata ndugu yako ataweza kukumbuka. Kali na uruganda hizo kujukira wewe muda unaisha. Wanje. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Kama hiyo asifiwe. Namaliza. Bwana asifiwe. Haleluya. Mafoto zikatoka kumipia na kumitandao. Heshima ya mchungaji kapo. Tiba sio musumba ne batiba. Kwa dini mu kanisa gani? Foto zimetoka. Ifani vifurumie. Tayari unarudisha vitu vya wa. Era ozaye vitu vya musumba. Wanakutenga unamaliza. Kumaliza kola na mavazi na bilianzia wapi? Muvindosi. Wapi? Asikiaye. Jata nikirawa mubiroto. Asikiaye na aelewe. Ukitamakini yumve simuka bilitorero. Wale wadada walinyang'anywa haki yao kwa sababu ya mikono ya watu wabaya. Wale wadada Shetani alicheza na muda wao, akawachelewesha kila kitu na wakati wake. Lakini kuna wakati unatakiwa uangalie muda wa Bwana ni upi. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Amina. Swali la pili likaja. Baba akapata ufunuo. Alipowaeleza hapo ndio kuna utata.
obutaka. Hao mabinti walioweli bano babinti balioweli walikuwa hawanaga shukrani, tebana omwoyo gw'okwebaza, hawana hawana shukrani. Mbona mseme hawana nini? tebana omwoyo gw'okwebaza. Angalia, mtu amewasaidia, omuntu abayange, amewaokoa, abalokodde, miaka yao yote waliteseka, emyaka gyonna babadde babona, wakamwacha wapi? ne bamuleka emabega, Wakamwacha nyuma. ne bamuleka emabega. Baba akasema, Tata n'agamba, huyu mtu aliyewatendea hivi, omuntu yabayambye aliyewasaidia, yabayambye, leo nimeona furaha yenu, ndaba essanyu lyammwe, yuko wapi? ali ludda wa yabayambye, Mumemwacha wapi? mumuleseewa. Watu wengi wana tabia, Abantu bangi balina empisa, Mungu amewasaidia, Katonda bayambye, kuna watu wamesimama nao, wala bayiridde nawo, lakini hawa ni mabinti waleweli, naye abo babeera ng'abawala beewowe, hawana shukrani, tebana omwoyo gw'okwebaza, wako na roho za punda. balina omwoyo gw'endogoyi. Punda mnajua, Omanya endogoyi, shukrani ya punda ni mateke. endogoyi bw'oba ekwebaza kukuba tteke. Watu wamekutendea mema, lakini malipo yako afadhali ungemwacha, olwati lwali mulese, lakini umekuwa kama pu. obeera ngaki endogoyi kuba tteke. Hawa mabinti wakamwacha Musa. Era bano basiisa ne baleka. Kwa nini walimwacha? Lwaki bamuleka? Walikuwa wamefungwa na hizo roho, bali nga basibwa n'ebintu, hawakupata ufunuo. tebafuna okubikulirwa. Biblia inasema Bayibuli egamba, watu wangu wanaangamia abantu bange kwa babona kukosa maarifa, lwa kubulwa okumanya ama kwa kukosa ufunuo. lwa kubulwa okubikulirwa n'amagezi. Usipokuwa na ufunuo, Seya nyamukaaga bw'otabera n'okubikulirwa utateseka kwenye maisha yako. yakubonaabona ku bulamu. Bwana tusaidie sana. Mukama atuyambe. Baba yao alikuwa makini, Era taata waabwe akapata ufunuo. nafuna okubikulirwa. Nasema mtu aliyesimama pamoja Omuntu naye yabayambye, sio mtu wa kuacha si nyuma. muntu wakuleke babega. Mwite Mugende mumuleete, aje chakula aje pamoja, alye ku mugaati, alye ku mmere. mwite. Mugende mumuleete. Biblia inasema nini? Bayibuli egamba etya? Tazama, nimesimama mlangoni Kati nyimiridde ku luggi, napisha mlango, nkokonna kubikulirwa. mtu akinifungulia Omuntu wanaagula omutima, nitaingia kwake, genda kuyingira, nitakula chakula naye, genda kulya naye, naye atakuwa huru. era najja kubeera wa ddembe. Bwana asifiwe. Haleluya, Haleluya. amina. Hawakuwa na ufunuo. Tebalina okubikulirwa. Kwa nini hawakuwa na ufunuo? Lwaki tebalina kubikulirwa? Walisahau kwamba Beerabira nti leo wamesaidika, leero bayambiddwa, lakini kesho tena watarudi kufanya nini? enkya bajja kuddayo. Watumwe Nti bajja kwetaaga enkya, na watatumwa, watakutana wale bajja sisiika wa jamaa wabaya wamewasubiri. batugaje wabaayi. Sikiliza, Wuliriza, ukimsahau Musa nyuma, bwe weerabira Musa emabega, bado safari ya mateso inaendelea. olugendo lw'okubonabona lweyongerayo. Ukimsahau Karebu nyuma, Bwe weerabira Kalebu, bado utateseka tu, leero ojja bonaabona. kwa sababu kwenye hii dunia Era mu nsi eno bado tuko kwenye safari. tuli mu lugendo, Na kushauri ate nkuwa amagezi. usimsahau Musa. Era towerabira Musa eyakuyambye. Nishawambia huu ni ujumbe ndani ya Nagamba buno bubaka ate mu kusoma. Bwana asifiwe. Kama ebasiwe, Bwana asifiwe. kama ebasiwe, Usimsahau nani? tomwerabira ani. Usimsahau nani? Musa yakuyamba, Usimsahau nani? oyo akuyamba Walimsahau, bamwerabira, walimsahau tebamuwa ku mugaati, walimsahau kabisa, bamwerabira mangu, wakamwacha kabisa. ne bamulekera ddala. Furaha ya siku moja Essanyu olunaku lumu waliona kama inatosha, balaba kimala. tumeshapata, tumepata Bwana, Tufunye, tufunye, hakuna shida. twali tuzibu. Yule wa kazi gani Ate eri mulimu ki? hana maana tena, Tattagasa ameomba, tumebarikiwa sefini, asabye tumaze okufuna omukisa uko bado duniani. okyali mu nsi. Usimsahau Musa na kushauri Teweerabira Musa kuwadde amagezi kwenda Ulaya sio ndio mwisho wa matatizo. okugenda Bulaaya oba Bado utahitaji maombi ya mama mchungaji hapa. okusala ya mama mutugaji. Bora usimsahau, maana kule ndio kuzimu kabisa. Tomwerabira bwoba otuuse eyo. Amen. 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 Wasikunyang'anya ukohani kama ile mchungaji. Bwana tusaidie. Amina. Haleluya. Amina. Baba akasema muiteni. Tata nagamba mumuyite. Sikiliza. Uliriza. Musa wakamuita. Musa ne bamuyita. Akaja kala chakula. Naja nalya ku mmere.
Nini kilichotokea? Ukimkumbuka Musa, ukamrudisha kwenye maisha yako, hautateseka. Wale wachungaji waliwasumbua tena. Ukimkumbuka Musa, haki yako itarudi tena, maisha yako yatakuwa na furaha, kilicho chako kitakuja tena, hali ya kuonewa itakuwa imekwisha katika Yesu Kristo. Akakamata binti mmoja, walimwacha na hawajaolewa. Uangalie mapepo yalivyo mabaya, wakashindwa kutambua kama ni kijana. Hili ni handsome, tunaliacha nyuma kweli, na hakuna hata hiyo. Mapepo ni mabaya kweli. Handsome imejitokeza, imewasaidia. Kumbuka alikuwa ni askari Misri, alikuwa ametengeneza msuri, hakuna muacha nyuma. Eti kwa sababu amekusaidia tu, naona basi wewe Yesu, usimwache, kamata huyo kwanza. Amen. Amen. Mnanielewa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Walipomleta akaleta kula. Kumbuka hizi habari zina mfano wa Yesu. Kuanzia Genesis mpaka Revelation, tunazungumza habari ya Kristo. Nimesoma neno la Mungu pale, wanasema tuhubiri injili tu. Injili ni nini? Ni habari njema ya Kristo. Kwa sababu mataifa walimkataa Yesu, lakini walipo akageukia walio wake walimkataa, akageukia mataifa. Kabla ya Israeli kuokolewa, sisi mataifa ndio tulipata neema, na Kristo akakubali kukaa kwetu. Hata leo Israeli wanasubiri Mesia, na sisi tuko naye. Biblia ndio alimwendea Isaya. Isaya akasema mtoto atakayezaliwa anaitwa Emmanuel. Maana yake nini? Mungu pamoja. Na kama Mungu yuko pamoja nasi, everything is possible. Buri kimwe kisoboka, mambo yote yanawezekana. Amen. Amen. Mungu yuko pamoja nasi. Sasa ngai nawe, Mungu yuko pamoja nasi. Ngali nawe. Huyo ni Emmanuel. Emmanuel katonda linawe. Yote yanawezekana. Yote bisoboka. Yote yanawezekana. Yote bisoboka katika jina. Haleluya. Walikosa ufunuo. Waburo kubikurirwa. Musa akakubali. Musa nakiriza. Akaenda kakana. Na atura. Alikuja kwetu. Kakaa nasi. Na atura nafe. Ndio maana tuko huru. Sogora kituri batini. Bwana asifiwe. Tuko watumwa. Haleluya. 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 Na binti mmoja akapata bwana. Lero omuwaro umuna afuna omwami. Akaanza kumpatia wajukuu maisha ikawa sawa. Sikiliza nikwambie, mateso ulionayo ni kukosa ufunuo tu. Umaskini umekaa nao ni wa kukosa ufunuo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Chakula tu, pata ufunuo. Kumbuka mtu wa Mungu, mupe tu chakula. Chakula tu. Mateso hapa yataisha. Bwana asifiwe. Watu wengi wamezoea kufunuliwa, lakini hawajui kama na kutoa sadaka hiyo. Inahitajika ufunuo. Inahitajika nini? Nikiuliza kwenye ibada, wangapi walishawahi kufunuliwa kuhusu sadaka? Wameka bafuno kubikurirwa kusadaka. Ndoto, sauti, maono ikaja ikakwambia sasa
kale kadolari kinyingako hapa. Zile viroto gatevira zile pesa zile sente nazitaka. Zeta kama ni wengi hawazidi wawili au watatu. Boba bangi watono. Ndoto unapata na maono unaona, lakini kufunulia kuhusu sadaka unakemea pepo. Viroto oyo kune birara na ate boroto yo kuwa yo sente ogoba sana tusaidia filizibwa unakemea pepo ogoba moyo mfilizi ngona katonda kuwayo. Mungu anataka kubariki kiwanja, atolagala kuwa msaidizi, anakuambia ile pesa ile pesa senkati ya kulipa la ndio bitwara bimwetaja kwa la ndiro, nenda kamushone pasakale busuti yenu mugure musuma kali hapo ndio utakemea mapepo mara saba. Jacoba emisi mirundi musaa akwambia toa tu tia mdevelopment ya kanisa walipe nani mkote zile kanisa, maana maraba hii kukosa akili. Hata hilo vikubwa kubwa makemea pepo na unaomba unatokesha leta na mfundishi kemea kabisa. Nimepata shetani hata kuniambia ndani, kumbe kuna mtu anakusubiri wale wakusubiria appointment ya kiwanja kweseka kweti neti, lakini kwa kukosa rwakubulwa roho ya ufunuo ugogo kubikulirwa unaenda unalipa na maisha yanaendelea. No sigara kwenda kwenye maombi kama una neema sana. Na pia anakuambia iko siku Mungu anasema na wewe ufanye kitu fulani ila kubariki, ukafanya moyo kuwa mgumu. Samahani sana. Sikiliza, Mungu anaweza kupata hizi sadaka tunaziona ni kitu cha kawaida, lakini unaweza ukatoa sadaka ikageuka kitu kingine. Ni watu ufunuo. Amen. Amen. Sikiliza nikwambie. Tunapokueleza maneno kama haya, ni kwamba utoke katika viwango vya imani isiyo na matendo. Uingie katika level kukupokeza baraka. Maana imani, ukianza imani ukaongeza matendo, inazaa kitu anaita miracle. Bizara chabaita muujiza echamagero. Wewe kunielewa? Wewe utegeze. Bwana asifiwe. Kama wewe Biblia inasema imani isiyo na matendo imekukiriza kutalime vikoro wako. Imani plus matendo unapokea a miracle. Ofuna obulamu bw'echamagero. Ngoja niseme vizuri. Kandegereke. Amen. Amina. La foi faith plus action est égal à quoi? Equal to miracle. Miujiza. Vous avez oublié le français. Do you understand French or English? On a compris. Je peux parler français. I can speak English. Je suis congolais. Unaweza ukaniona unavyotaka ukanijaji unavyotaka, lakini mimi ni mzaliwa wa Kongo. Yote kuna banga ndenzai wa Kongo. Mnanielewa? Mundegete. Imani please matendo. Okukiriza ogata kwa bikoro. Inazaa bizaraki muujiza. Chama kero. Kama utasahau hii sura nyeusi kumbuka hilo. Baba bwana bidani mfesi. Amen. Amen. Nionyeshe imani yako. Ndago kukiriza ko. Nitakuonyesha mtu mwenye matendo. Nenda kula go wewe bikoro. Alafu upime uone nani mwenye matendo. Uyo upime anali kumunzani ngana yazitoa. Imani ya matendo na imani bila matendo. Amen. Amina. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Gideoni alikuwa na kazi kubwa sana. Yana mulimo munene. Soma kitabu cha Judges sura 6. Kitabu cha Waamuzi sura cha baramuzi. Wamidiani walikuwa wamesumbua taifa la Bwana. Midiani yale bonya egwanga lya Mukama. Akawa amemtegemea Mungu sana. Akakutana na Bwana, akakutana na malaika wa Bwana. Unasika Mukama malaika wa Mukama. Alipogundua kwamba huyu ni malaika wa Bwana. Sasa ni malaika wa Mukama. Maana yake ni Mungu pekee amekutana naye. Akasema baba tulia hapo. Sasa usoko kakane. Akatulia haraka. Na yangu. Akaenda kutafuta nyama. Nalete nyama. Na mkate. No mkate. Biblia inasema. Biblia ile sadaka. Ile sadaka alipoitoa. Unajua sauti ya Bwana ikamjia. Sasa shuka kwenye kambi la Wamidiani. Genda mu kambi la Wamidiani. Alipofika kwenye kambi. Akatoka mu kambi la Wamidiani. Akasikia watu wawili wanaongea ndoto.
Mmoja anamweleza mwenzake ndoto aliyoipata. Omumidiani yakula kiroto. Soma vizuri. Biblia inasema, alafu mwenzake akamwambia, nimeona mkate wa shekeri wa sheeri sijue nini. Nimeona na nyama. Mwingine akamwambia, tumekwisha. Huo ni upanga wa Gideon. Sadaka ya ufunuo iligeuka kuwa ni nyama, ikawa ni panga. Ukifunuliwa katika kutoa sadaka, inaweza ikabadilika ikawa kitu kingine, ikageuka kuwa ni kalamu ya kusaini visa yako. Inaweza ikabadilika ikawa ni panga la kupiga maadui wote mbele zako. Ikageuka kuwa ni katrepera ya kupomoa ukuta wa Yeriko mbele yako. Pekatapira ekuba ekisenge kyabadde maaso go. Hiko na mwana ufunuo kweli. Sadaka Gideon yafuka kitara. Hata aliyefunulia talete hata milishine kwa mchungaji. Wala wana program waendelee. Kwa maana mbona leo mmekuwa hatari. Na kama leo kama Yesu wangu. Uganda imewapata. Uganda imewapata. Uganda wafunzi wakamata kweli. Yabakute inafanya watu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. 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 Najua mtanipenda kwa sababu naongea vitu vingi. Kuwa na ufunuo Vera no kubikulirwa katika kumtumikia Bwana. Mukoeleza Katonda. Bwana asifiwe. Amina. Ukitaka boyagala kuingiza mkono kwenye mfuko wa Yesu. Boyagala kuingiza mkono mu nso ya Yesu. Muruhusu mukirize yeye aingize mkono kwenye mfuko wako. Mukirize aingize mkono mu nso yo. Amen. Ukitaka kuingiza mkono kwenye mfuko wa Yesu, boyagala kuingiza mkono mu nso ya Yesu, muruhusu mukirize awe wa kwanza, aberenga yasoka kuingiza mkono wake okuteka mkono kwenye mfuko wako. Mu nso yo utabarikiwa. Hapo mkatekete. Amen. Amina. Amen. Amen. Unafikiri naendelea hapa? Oloza ngenda maso hano. Kasema mumuite Musa. Nagati mumuite Musa. Hilo ndio limeshinda watu. Etokekire meseza abantu kuwa na moyo wa shukrani. Okuwa n'omwoyo gw'okwebaza. Kuwa na moyo wa kukumbuka. Okuwa n'omwoyo gw'okujjukira. Na ndio maana shida hazitaisha kwenye maisha. Ebizibu tebirikwa kubanga tolabira kwebaza. Yule baba wakati anahubiri, oli musajja ovubuka badabulira, msikiliza vizuri, namuulidde bulungi. Anasema kuna wakati unaweza ukafa, oyinza okubeera mu bulamu n'ofa, na watoto wako wanakosa wa kuwapa maji ya kunywa, n'abaana bo ne babulwa anaabawa amazzi ag'okunywa. Unajua kwa nini? Omanyi lwaki? Maisha yako yote obulamu bwo bwonna umekuwa na mkono wa birika. Mkono wa birika. Mkono wa birika mnaujua? Mkono wa birika kubeera bweguti. Mkono wa birika mnaujua? Mkono wa birika guli bweguti mpaka uifanye hivi kwa namina. Kuna watu ni wachoyo. Wao watu bakodo. Mpaka ukamate ukamue kanga. Wezako. Unatondesha moto. Ukumuja mwisho. Kusoka kukonza moto. Apandacho mtu. Omuntu chasika. Mungu akubariki dada. Amina amina. Apandacho mtu. Omuntu chasika. Ndicho atakacho. Chakumbula. Bobera bini. Amen. Apandacho mtu. Omuntu chasika. Ndicho atakacho. Chakumbula. Watu wenye ufunuo abantu anokubikulirwa hawasubiri wawatengenezee viboksi. Tebalinda wabatekere bino ziboksi. Unajua 1 ya 10 ni lazima ulete. Kimu cha 10 kirunjo kile. Bali subiri waimbe kwanza, walete na maandiko na mashairi mengi. Ikiwa yokowe kimu cha 10 katolorekeraho kumupa no mukube njawulo. Olinza bakuyimbire muko wanji babayimbire tenge. Unajua kwa nini? Watu hawana shukrani kwa sababu anataka vitu vikubwa sana vya shukuru. Vitu vinene. Na pia anaweza katabiri, sijui manabii wako hapa, sijui ni wangapi. Lakini nabii anaweza kaja hapa siku ya maombi. Na pia hizo kuja wana msaada. Mungu amekupatia pesa mwanangu. Katuna kuate sente mwana wangu. Barikiwa. Wewe wa mkisa. Ukitoka nje, ongeze wewe. ndio nakupa mitoro 2.
tunakubless na mitware hivi na zikera pale, unafika nyumbani zinaisha. Ndio tuka wali no zikuba ndio tuka wakaka ziwete 10 Umetoka kwa maombi, Mungu amesema akupatia nini? katona jukira mukusaka turagambya kwada zote umezikera zimeisha. Zote zimaze 12 za chimita kuto nozerabira. Bahati nzuri ukirudi tena habari kwambia mbona hauna moyo wa shukrani mwanangu, nimekupa pesa hujanipa. Gofuna chance umewaka tonaka nti rwakito no moko kweba nakwada sete teweba sasa ni bitoro mbili nazo ni pesa. Unasiokota sente katone zo sente mitwale bili. Nataka Mungu alete masandu rale matesa ndio naona kama ni pesa. Dola bibiri atanga ne mitwale bili tojira banga sente. Leo tuko le kantie. Leo tulimeka. Le benef. Mwezi wote umepita ulishaokota mtwaro mbarabara. Wala mwezi wanaoza mtwaro mu. Na Fred, Mungu akubariki. Nasema hata 10 sijaokota. Umepata family unasema sio kitu, sio Mungu anakubariki. Kama sisi sente. Shindo weka mama, weka papa. Kwa jina la Yesu. Unataka kumshukuru Mungu ukiwa na mamilioni. Utachelewa sana. Utachelewa sana. Jifunze kumshukuru Mungu. Hata na kwa kidogo licho nacho. Jifunze kumshukuru Mungu. Kwa maisha umepata. Mwezi mzima. Omwezi mulamba. Hujalazwa hospitali. Tona bakwebaka mu hospital yo murago. Hapa hospitali za kawaida. Wana hospital za bulijo. Kukutesti tu kama una malaria. Kukutesti ukora wa malaria. Sio chini ya sentimile. Tazili wasi wa 15. Uongo ni kweli. Kituko banecha. Kagonjwa kamoja. Yesu kutestinga malaria. Typhoid ni wa mtwaro urusi gumichitu. Kamoja tu. Lakini maisha yako angalia. Angalia. Maisha yako hujawahi kuwahi kutoa hata sentimile dimani. Ngatunda bakuwahi wa 15. Na wewe ndo unatoa kwa heshima. Mungu akubariki kijana. Mungu abariki maisha yako. Amen. Hujawahi hata tona bawade useme mwaka mwezi umeisha angalau na mimi nijikunjua hata kaveni ile kekundu nikatoe. Mwezi guisaba umekula umekunywa, watoto wako salama, unafaa, hujawahi kufungwa, hujawahi kutana hata na majambazi wanakimbiza na wewe kupiga kona. Sisi kana bayai bakukube nabo. Ndugu zangu, aboroganda mnafikiri mtaenda wapi? Muroza munaragawa bila mioyo ya kushukuru. Awatari moyo go kwebaza. Mama tu imira tusabe. Sema hayo mtanichukia, lakini huu ndio ukweli. Agogema zima na mimi na DJ tumeitwa na Pastor Karefu tumeitwa kusema ukweli. Tena kwa ngokondera mazima. Maana ukweli ndio utatuweka kuwa era mazima tunakula betembe. Bwana asifiwe. Kama hela siwe. Wakati mwingine na sadaka unatoa. Era kusema Mungu sadaka no. Asante. Na hivi nilivyo ni neema yako tu. Ilanga wendi kisacho. Vitenge 10 vyote malibaya unageuza tu kila siku. Hata utoa libaya moja upatie mama mkanisa. Vitenge 10. Bana umetengeneza mitumba imejaa valizi. Unafikiri vipi vitatoka wapi? Unaoza vinanga hapa. Mitumba, mnajua mitumba? Mitumba mtimaji. Nguo za kutoka hizi za VAT. Zina wala uko na libaya umevaa miaka miwili mitatu. Bado naendelea kupanga tu mvalize kuvalize tu. Vipi vitatoka wapi? Toa vingine vipi? Yenda na vingine. Wewe namba za watu nao wao. Amen. Amina. Hiyo umevaa demwa pesa. Huko mwingine akivaa anaona Mungu wangu. Anala katonda chati. Kamoye kataja unajaza mitumba paka inanuka. Mituka nijitako kukunya. Unasikia harufu nguo zilishatokea mbali. Ngoe zako ina muzao. Nafanya tunakula hapo. Huko katika hali ya kusema watu. Simu kitara cha lakini nawaeleza ukweli wa Mungu ili mubariki. Nataka ufunge sura yako. Nataka ukalewa macho yako tuombe.
Maswali matatu tumezungumza. Kwa nini leo uko hivi ulivyo? Swali la pili, kama ulivyo ni neema ya Mungu. Musa umemwacha wapi? Yesu wako umemwacha wapi? Sikiliza. Yesu alikutana na huyu mama Msamaria. Alikuwa na mapepo yaliyomsumbua. Pepo la kwanza alikuwa ni mwabudu sanamu. Pepo la pili alikuwa ni mtu wa ubaguzi. Alikuwa ni mtu wa ubaguzi. Pepo la tatu alikuwa ni kahaba. Alipokutana na Yesu, Yesu akabadilisha maisha yake. Akabadilisha maisha yake. Alifanya mambo mawili mazuri. Huyu dada akasema, mimi na zangu na pesa nilizo navyo namupa Yesu. Biblia inasema akamwachia mtungi wake. Watu wengine Yesu wamewasaidia, lakini mitungi yao wameondoka nayo. Hawataki kumpatia mitungi yao. Jambo la pili, huyo Msamaria alitembea kijijini na mitaani, akasema, njoni muone, njoni musikie, aliye na mwana wa Mungu, aliye na mwana lazima awe na ushuhuda. Unamsema Yesu sawasawa kweli. Umemwacha wapi Mungu? Umemwacha wapi Yesu aliyekuja? Umemwacha wapi? Nataka ufikirie vizuri. Je, uko na mshuhudia? Je, uko na msema ipasavyo? Je, umempa chakula? Sijui ufanyavyo, sijui utendavyo, natojua ukiamrisha inakamilika. Unaweza yote, unaweza yote, ninachojua inakamilika. Vile ninachojua ukiamrisha inakamilika. Unaweza yote, unaweza yote, unaweza yote. Vile ninachojua ukiamrisha inakamilika. Yesu kuniteka, Yesu kunikora, Nikotenuko, Nitekete, Hera kunyana, Nati kuna lera, Yesu wanje, Nati kuna